Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Karibuni ndugu zangu katika kipindi chetu cha katekesi na sala, mafundisho ya imani, na kauli mbiu tuwashe moto wa mapendo, ili Yesu ajulikane na kupendwa. Jana tumeongea kuhusu kuandaa vipaji na umuhimu wa kipengele hicho. Leo tunaongea kuhusu sadaka. Kwa kushiriki katika ukuhani wa Kristo ambao unatupatia uwezo wa kumtolea Mungu Baba sadaka, sadaka tunazoweza kumtolea ni mkate, yaani hostia, ulio kiini cha ngano, na ni zao la kazi ya mikono ya binadamu. Unatokana na ngano ambayo hulimwa shambani. Tendo la kulima ni kazi ngumu ambayo huhusisha kuandaa shamba, kulilima, kupanda, kupalilia, kuvuna. Kisha ngano hiyo hukobolewa na kusagwa hadi ngano ipatikane, ambayo hutumika kutengeneza hostia. Kumbe kwa ishara hii ya mkate na maana yake, inatukumbusha sisi kumtolea Mungu kazi za mikono yetu tunazozifanya kila siku, ili azibariki, na pia tunamuomba kulingana na uhitaji wa kazi hizo. Yaweza kuwa kazi ya ofisini, shambani, biashara. Yoyote ile ninayoifanya inayonipatia kipato. Ni kazi iliyo halali pia. Sadaka nyingine ni divai, ambayo ni ishara ya magumu, changamoto tunazopitia. Hapo awali, tendo la kutengeneza divai ilikuwa ni kazi ngumu sana, kwani ilikandwa kwa kutumia miguu mpaka divai ipatikane. Haikuwa kazi nyepesi. Kumbe divai ni ishara inayotukumbusha kumtolea Mungu mateso, magumu na changamoto zetu tunazopitia katika maisha. Hizi zote ni sadaka na maombi tunayoweza kumtolea Mungu. Hata kama anayaona, bado anataka nimwinulie moyo wangu, nimweleze aliyomo ndani yake, ili kuonyesha kwamba kweli nahitaji msaada wake. Ndiyo maana tunapoingia katika kipindi cha liturujia ya Ekaristi, padre atatualika kwa mara ya pili. Atasema, Bwana awe nanyi, nasi tutaitikia. Kisha atasema, inueni mioyo, nasi tutasema, tumeinua kwa Bwana. Je, ni nini ninainua kwa Bwana wakati yeye anashuka katika maumbo ya mkate na divai akitaka kunisikiliza? Tunamtolea maji pia, ambayo huwakilisha ubinadamu wetu ulio dhaifu. Ni ishara pia ya utakaso kupitia katika sakramenti ya ubatizo. Ishara hii inatukumbusha kwamba japo tu wa dhambi, bado tunasafishwa na kutakaswa
kupitia katika maisha ya sala na sakramenti. Ndio maana wakati tunaongea kuhusu kuandaa vipaji, tulisema ni kipengele muhimu ambapo wewe na mimi tunaweza kumtolea Mungu udhaifu wetu ambao umekisiri, ili Bwana aubadilishe, kwani kwa ishara ya maji ubinadamu wetu unachanganywa na umungu wake. Sadaka nyingine ni fedha, ambazo ni kwa ajili ya uendeshaji na uwezeshaji wa shughuli za kanisa, kama vile kulipa bili za maji, kununua umeme, kulipa wafanyakazi, usafiri na kukidhi mahitaji ya watumishi wanaotupatia huduma za kiroho. Lakini pia kwa ajili ya maendeleo ya kanisa kulingana na mipango ya wanaparokia au jimbo waliojiwekea. Fedha zote hizi kila tunapozitoa tunaweza kuziambatanisha na nia kama zile tunazoweka tunapoomba misa. Twaweza kuomba au kushukuru kwa Mungu. Yote yanakubalika, ili mradi tu tumueleze. Tulisema liturujia ni kazi ya kiroho. Tukifanya yote hayo ndani ya misa, lazima tuhisi kwamba tumeshusha mzigo mkubwa sana tuliokuwa tumeubeba. Ila mara nyingi tunaona uvivu, tunaacha hali ibaki kama ilivyo. Yote ni sawa, maana uchaguzi, utashi na uhuru ni wetu. Mungu alitupatia bure na anatuacha tutumie tutakavyo. Hatulazimishi. Japo mwisho ya yote atataka hesabu kutoka kwetu. Hivyo tumuombe Roho Mtakatifu atujalie roho ya ujasiri, ili kazi na safari hii inapoonekana kuwa ngumu, tusikate tamaa na kurudi nyuma. Ndio maana sadaka nyingine ya kumtolea Mungu ni kujitoa sisi wenyewe, matashi yetu, nguvu, akili, moyo, maisha na nafsi zetu wenyewe, na yale yote yanayonijia nikiwa nasali. Huku ndio kuinua mioyo yetu kwa Mungu kiasilia, naye atatutakasa na kututakatifuza. Na hii ndiyo liturujia. Mungu anashuka na binadamu anainuka. Wawili hawa wanakutana na kuwasiliana. Je, wewe na mimi tunajiinua na kukutana na Mungu katika misa na sala? Tuwe wote kesho tunapoongea kuhusu tendo la kunawa mikono mtakatifu na mageuzi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.